Baada ya tukio lile, maisha ya Baraka hayakurudi kama zamani. Alijaribu kuendelea na shughuli zake pale Sumbawanga kama kawaida, lakini kila usiku alipofumba macho, aliota ndoto ile ile: miamba mikubwa, upepo mkali na yale macho yaliyong'aa gizani. Sauti ile haikumwacha. Kwa nini huamini? Siku kadhaa baadaye, Baraka alianza kusikia sauti ya upepo hata mchana. Alipokuwa akipita sokoni au akikaa peke yake, masikioni mwake kulikuwa na mlio wa mbali kama wa mawe yanayogongana. Aliamua kumtafuta yule mzee aliyemwambia maneno yale ya ajabu. Alimkuta amekaa chini ya mti wa mkuyu pembeni mwa kijiji cha Lowe. "Mzee," Baraka alisema kwa sauti ya heshima, "kile nilichokiona si cha kawaida na bado kinaendelea kunifuata." Mzee alimtazama kwa macho makini. "Msitu haukumchagua bila sababu," alisema polepole. "Kuna kitu kilifunguka usiku ule." "Kilifunguka?" Baraka aliuliza kwa hofu. "Ndiyo, msitu wa mawe yanayolia si laana, ni mlango." Baraka alihisi baridi kipenya mgongoni. "Mlango wa nini?" Mzee alinyamaza kwa muda, kisha akasema, "Mlango wa kumbukumbu. Kuna jambo lilitokea zamani sana. Kijana mmoja alipotea humo, hakurudi kamwe. Tangu hapo, msitu hujaribu kumuita mtu mwenye roho ya udadisi ili ukweli ujulikane." Maneno yale yaligonga moyo wa Baraka. "Unamaanisha kivuli kile?" "Huenda si kivuli tu," mzee akajibu. "Huenda ni nafsi iliyokwama." Usiku huo, Baraka alifanya uamuzi wa ajabu kurudi tena msituni. Lakini safari hii hakuwa peke yake. Mzee alimpa hirizi ndogo ya kamba ya asili. "Usikimbie," alimwonya. "Ukiisikia sauti, isikilize." Jioni ilipofika, anga lilijaa mawingu mazito. Baraka aliingia tena kwenye msitu wa mawe yanayolia. Safari hii hakukimbilia ndani, alitembea taratibu. Kimya kizito kilianza tena. Tochi yake ilianza kufifia kama mara ya kwanza, lakini hakukimbia. Sauti ilisikika tena. "Baraka." Alimeza mate. "Nipo," alijibu kwa sauti inayotetemeka. Ghafla upepo ulivuma kwa nguvu. Mawe yakaanza kutoa sauti kama vilio vya watu wengi kwa pamoja. Ardhi ilitetemeka kidogo. Mbele yake, kivuli kile kilionekana tena juu ya jiwe. Lakini safari hii hakukifumbia macho. "Unataka nini?" aliuliza. Kwa mara ya kwanza, sauti ile haikunongona, ilikuwa wazi. Ukweli. Miamba ilianza kubadilika. Kama picha inayofunguka, Baraka alianza kuona taswira za zamani. Kijana mwingine, miaka mingi iliyopita, akiingia msituni kwa kiburi kama yeye, akipuuza maonyo ya wazee, akicheka hadithi za wazee. Lakini yule kijana hakuomba. Alipoona kivuli, alikimbia, akaanguka katikati ya miamba mikubwa. Jiwe kubwa liliporomoka. Taswira ilipotea. Baraka alihisi machozi yakimtiririka. "Roho yake imekwama?" aliuliza. "Ndiyo, roho ya jana imekwama." Hakukubali ukweli, hakunyenyekea. Baraka alipiga magoti. "Kama nimeletwa hapa kusaidia, niko tayari." Upepo ulisimama ghafla. Kivuli kile kilianza kupungua pole pole, kama moshi unaotawanyika. Macho yaliyong'aa yakazimika. Mawe hayakutoa sauti tena ya kilio. Badala yake, upepo ulipopita katikati ya miamba, ulitoa mlio wa kawaida tu, kama upepo wa msituni. Asubuhi ilipofika, Baraka alitoka msituni akiwa mzima. Aliporudi kijijini, mzee alimwangalia na kutabasamu kidogo. "Umesikia ukweli?" Baraka alitikisa kichwa. "Tunaishi juu ya historia," alisema taratibu. "Na historia hihitaji heshima." Tangu siku hiyo, sauti za kulia hazikusikika tena Lowe. Lakini wakati mwingine usiku ukiwa kimya sana, wazee husema upepo ukipita kwenye miamba hutoa sauti ya mbali kama mtu akisema, "Asante." Na Baraka, kila anaposikia upepo, hutabasamu kimya kimya, akijua kuwa kivuli cha Lowe
hakikuwa laana, bali somo.